Langu jina ni Mariam Nyange, afisa habari wa shirika la Visima Viwili Child and Youth Foundation, na siku ya leo ni siku ya mtoto wa kike duniani, na shirika limeadhimisha siku hii kwa kutoa elimu na nasaha kwa mtoto wa kike, na tumefanya mahojiano mafupi na mkurugenzi wa shirika hili pamoja na katibu, bila kumsahau mwakilishi wa wazazi na wanafunzi waliofika kituoni hapa. Karibu tuwasikilize. Siku ya leo shirika hili la Visima Viwili Child and Youth Foundation limekutana na watoto, limewakusanya watoto wa kike kwa sababu ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike duniani. Shirika hili linatambua jinsi ambavyo watoto wa kike wanapitia changamoto nyingi sana. Changamoto za kifamilia, changamoto katika shule, changamoto katika jamii kwa ujumla. Shirika hili limekuwa likitoa huduma kwa makundi mengi ya watoto wadogo, umri wa kati na umri wa juu wa ujana. Kwa hiyo hata mtoto wa kike yuko ndani yake. Kwa sababu ya uhitaji mkubwa wa kukaa na kuongea nao, shirika hili halijasita kukaa na kuongea nao. Walimu, wakufunzi wetu wameongea na watoto, wamewasaidia, wamewashauri, wamewafanyia counseling, lakini wameongea mambo ya siri kabisa kwa sababu ya usalama wao. Shirika linatambua kwamba watoto wa kike wako kwenye mazingira hatarishi kwa dunia leo kwa sababu ya yale ambayo wanakutana nayo. Watoto wa leo wanafundishwa na mambo mengi sana. Wanafundishwa na dunia na mifumo na tamaduni za kila aina. Kwa hiyo watoto hawa wamehitaji kwa kiwango kikubwa sana kwa karibu nao. Kanuni ya maisha nasema usipoongea na mtoto, basi jiandae kwamba shetani ataongea naye. Usipoongea na mtoto wako, usipoongea na mtoto ambaye unamlea, unajua kwamba shetani ataongea na mtoto huyo, kwa sababu hujawa na nafasi ya kuweza kumwahi ili umpe elimu ya kutosha. Shirika linahitaji kwa kiwango cha juu kuongea na watoto na kuwahabarisha na kuwapa tahadhari ya maisha. Tahadhari ya maisha iko kwenye eneo la wao kujua wana nafasi gani ya namna ya kuishi, lakini namna ya kuishi kwa jinsi ambayo watakuwa salama leo na kesho na kesho kutwa na ulimwengu ujao. Kwa hiyo tumejitahidi kwa kiwango kikubwa kuongea nao. Watoto hawa ndio taifa la kesho. Shirika hili linafanya kazi kwa bidii sana kuhakikisha kwamba linabainisha changamoto walizonazo. Changamoto walizonazo watoto hawa ni pamoja na kukosa malezi ya karibu kabisa kutoka kwa wazazi. Hivyo linajitahidi kuhakikisha kwamba hilo gap linazibwa kwa kuwafundisha, kwa kuongea nao, lakini kuhakikisha kwamba hawaingii kwenye mikumbo ambayo watoto wengi wa kike wanaingia, kwa sababu wamekosa malezi, wamekosa waangalizi wa karibu, wamekosa watu wa kuongea nao. Serikali imeweka mazingira rafiki kabisa kwa watoto katika jamii kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Kuna sheria ambazo zinawalinda, lakini mbali ya sheria hizo tumewasaidia watoto kuhakikisha kwamba wao wanajua kujilinda. Mtoto wa kike asipojilinda, basi hata kumlinda itakuwa ni shida. Anahitaji awe na ufahamu wa kutosha kwa namna ya kuchukua tahadhari ya mazingira ambayo ni hatarishi kuyaepuka, ili aweze kuishi salama, na hata zikiwepo sheria, zikiwepo mazingira ya kumlinda, basi yaweze kuongezea pale ambapo imeshindikana. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya siku ya leo watoto hao wataendelea kuwa salama, lakini pia watakuwa ni mfano katika jamii. Lakini pia niwashukuru sana hapa watendaji wenzangu, wafanyakazi wenzangu ambao wamekuwa pamoja na mimi, pamoja na taasisi nzima, wale ambao hawakuwepo pia. Tumekuwa pamoja bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunamlea mtoto, tunamkomboa kutoka kwenye kila aina ya mifumo ambayo ni hatarishi, lakini pia kumpa mtoto ufahamu na uelewa juu ya tahadhari za maisha, lakini pia kumpa akili ya namna ya kukwepa vishawishi
na kila aina nguvu za kumfanya ashindwe kusonga mbele. Kwa wale jamii ambayo imekuwa ikitusaidia, imekuwa ikitupa nguvu na kutia hamasa, wazazi ambao wametuunga mkono, nao pia tunawashukuru kwa sababu tunafanya kazi na jamii na tunafanya kazi pamoja na watu ambao wako mbali na sisi, wadau mbalimbali ambao wamekuwa bega kwa bega na sisi, tunafanikiwa kwa nguvu zao. Tunawashukuru kwa hilo na Mungu awabariki. Asante. Isaya Simtenda ni mratibu wa visima viwili Child and Youth Foundation. Tanzania wote kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani. Katika siku hii ya mtoto wa kike duniani, visima viwili Child and Youth Foundation tumetoa elimu kwa kina kuhusiana habari ya tatuzi na changamoto zinazowakabili watoto wa kike, na tumuelekeza ni namna gani endapo utakutana na changamoto, ni njia gani ya kupita na ni sehemu gani sahihi ili uweze kufika. Hivyo basi, kutokana na elimu ambayo tuliweza kuwapatia siku ya mtoto wa kike duniani, tunahamasisha visima viwili Child and Youth Foundation kutoa elimu hiyo, na itakuwa huduma endelevu ili mtoto wa kike aweze kutimiza ndoto zake na aweze kufikia malengo yake. Kwa majina yangu naitwa Haika Gilead Tukai. Ni mzazi mwakilishi kwenye taasisi ya visima viwili Child and Youth Foundation. Ni siku ya mtoto wa kike duniani. Nami kwa nafasi yangu kama mzazi tumeshirikiana kwa namna ya kuelimisha watoto kutokana na changamoto ambazo watoto wanazipitia. Moja kati ya changamoto ambazo watoto wanazipitia, tumejaribu kuwafundisha na kuwa karibu nao ili kusudi kuelewa changamoto zao, ambazo moja hapo ni kuna mambo wanayokutana nayo lakini hawana pa kuyapeleka. Lakini sio hivyo tu, tumewafundisha watoto kujitambua na kutambua thamani ya jinsi yao ya kike, na kutambua namna ya kujilinda wenyewe binafsi na kulinda thamani na zile ndoto walizokuwa nazo. Kwa hivyo kama taasisi ya visima viwili tunashirikiana bega kwa bega na serikali kuhakikisha mtoto wa kike anafikia malengo yake na anafikia ndoto zake. Na jamii pia tunaelimisha pia kwamba tumie fursa kama wamama, kama wazazi, kusema na watoto wetu na kuwajengea ukaribu wa kuongea nao ili kubaini changamoto wanazozipitia kwa ukaribu zaidi. Na zaidi sana ili kuwaelekeza na kuwafundisha na kukaa nao katika hali ya upole ili kusudi kwamba tutambue na kubaini kwa hakika kabisa yale mambo ya ndani ambayo wao wanayapitia ili tujue namna ya kuwasaidia. Kwa majina yangu naitwa Dorcas Daudi Masungi, nasoma shule ya sekondari Kilangalanga. Kuzungumzia siku ya mtoto wa kike duniani. Siku hii kwanza iliweka siku ya mtoto wa kike duniani kwa sababu kipindi cha nyuma hicho watoto wa kike walikuwa hawapewi haki zao za msingi kama binadamu. Walikuwa hawaendi shule, yani hawathaminiwi kama na wenyewe ni binadamu. Hivyo baada ya serikali kuona hivyo, wakaamua kuweka ile sheria ambayo inaweza ikawasaidia watoto wa kike na wenyewe kupata haki zao za msingi. Ndio maana sasa tunaona watoto wa kike na wenyewe wanapata elimu bora kama wanavyopata wanaume. Na pia kuna changamoto nyingi ambazo watoto wa kike wanakutana nazo. Ndio maana hata taasisi yetu ya visima viwili Child and Youth Foundation imeweza kuifanya siku hii ili kuweza kuwasaidia watoto wao waweze kujua kwamba na wenyewe wana umuhimu na wana thamani kama binadamu, na hivyo wameweza kuwapa mafunzo mengi mbalimbali ya kuweza kujilinda wenyewe dhidi ya vishawishi wanavyokutana navyo huko mtaani. Unaelewa nini kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani? Ili kujifunza vitu vizuri au kuepuka na vitendo hatarishi kwa watoto wa kike wanavyofanyiwa, kutoenda shule, kufanyia vitendo vya ukeketaji, kunyanyaswa kijinsia. Inasaidia kupata, wameweka siku ya mtoto wa kike duniani inasaidia kupata fursa zao stahili. Gani